Mambo Tanzania, ni siku nyingine tena, siku yenye baraka na furaha tele. Leo tunaanza safari yetu maalum kabisa, safari ya kwenda Kisarawe. Tunaenda kuwaona watoto yatima, tunaenda kufurahi pamoja nao, kucheza pamoja na kuwapatia sadaka. Tunakukaribisha kuungana nasi mwanzo mpaka mwisho wa safari yetu. Tupo na mwenyekiti wetu wa taasisi ya Orphan Foundation. Mwenyekiti, unajisikiaje safari yetu ya leo? Kwa kweli najisikia furaha sana kwa sababu ni jambo ambalo tumeliplani ndani ya miezi miwili. Watu wamechangishana, kamati zimepanga mambo yao vizuri, na sasa hivi hapa tuko Tabata TOT. Azam TV bado ni mapema kabisa, ni asubuhi kwa ajili ya kuondoka kuelekea Kisarawe. Siku ya tarehe 8 Juni haitasahaulika kwa wanafamilia na members wa Orphan Foundation, ambapo ilikuwa ni siku maalum ya kuwatembelea watoto yatima wanaoishi katika kituo cha Kisarawe Orphanage House kilichopo wilaya ya Kisarawe, mkoa wa Pwani. Safari ilianza katika station ya Azam TV iliyopo Tabata TOT majira ya saa 4 kamili asubuhi. Wajumbe walikusanyika wakabeba zawadi mbalimbali zikiwemo vyakula, nguo, vifaa vya shule na mahitaji mengine ya msingi kwa ajili ya watoto walioko kituoni. Baada ya sala na dua fupi ya kuiombea safari, msafara ulianza kwa utulivu, huko kila mmoja akiwa na shauku ya kukutana na watoto, kuwafariji na kushiriki nao siku hiyo maalum. Safari ilichukua takriban saa 1 na ilifana kwa maelewano, mazungumzo yenye matumaini na nyuso za furaha kutoka kwa kila mshiriki. Walipofika katika kituo cha watoto yatima Kisarawe, walipokelewa kwa furaha kubwa, bashasha na mikono miwili ya uongozi wa kituo pamoja na watoto waliokuwa wakiwasubiri kwa hamu zote. Hatimaye tumefika Kisarawe Orphanage Center. Kituo hiki kinalea watoto tofauti tofauti wenye umri tofauti tofauti ambao wamepoteza wazazi wao. Karibu jumuike nasi kufurahia na watoto hao. Baada ya mapokezi, kulikuwa na utambulisho mfupi kutoka kwa watoto, viongozi wa kituo na mwenyekiti wa Orphan Foundation walioshukuru kwa ziara hiyo yenye kugusa mioyo yao. Lengo la kuanzisha kituo ilikuwa ni kusaidia watoto yatima, lakini kadri ya miaka ilivyokuwa inaenda tukatoka nje ya malengo. Kwa sasa tuna watoto tofauti tofauti wenye changamoto tofauti tofauti. Kwa ukifanikiwa kukaa na mtoto au kijana ukazungumza naye, utajua kwa nini yupo katika senta yetu. Na target kubwa ili vijana waweze kufikia ndoto zao. Tumesikia wana ndoto zao, wanatamani kuwa watu fulani, na tumeona kuna vijana wakubwa ambao tayari wamekushaanza kufanya kazi. Kwa hiyo ni mafanikio toka tulipoanza, tunajivunia sana sana, na ni kwa pamoja na nyie mlikuwa mnaomba kuombea wale vituo vya wahitaji. Kwa hiyo baraka zenu pia zimefanyika baraka kwetu sisi.
Sawa, ni taasisi ambayo inajumuisha members mbalimbali kutoka mitandao ya kijamii ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Mimi nakupendea na tabasamu muda wote, nakupa bibi. Hata kama ndio ulivyozaliwa ila nimependa. Safi sana. Pigani makofi anaonja. Bibi. Na wewe nimekupenda, ni msafi, nywele zako sio kipilipili unakitana kichwani. Safi. Wow, safi sana. So sisi tuko sehemu mbalimbali na huwa tunafanya hizi kampeni za kwenda kuona watoto kwenye makao ya kulelea sehemu mbalimbali Tanzania. Tumeenda Kilwa, tumeenda Mwanza, tumeenda Tanga, tumeenda Pwani mara kadhaa, Dar es Salaam tumefanya, Bagamoyo tumefanya, Morogoro tumefanya, na leo tumekuja Kisarawe. Jipigeni makofi. Yes. Sasa nikisema nitambulishe mmoja mmoja hapa tutapata tabu. Tutakapokuwa tumesambaa kila mmoja atakuwa na mtu basi atajitambulisha, sawa? Wadada wa Orphan mikono juu na vigelegele. Au ni wadada, nimewape heshima tu wadada, ile wengine mashangazi wa mama. Kwa hiyo hivyo. Na wakaka wa Orphan Foundation mkemo na wababa, miluzi juu na mikono. Yeyo, safi sana, safi sana. Kuna wazee vibabu bila piko watutoboi, ila nimeamua tu kuwaita vijana, sawa Burudani na michezo mbalimbali ziliandaliwa. Watoto walipata nafasi ya kucheza, kuimba, kushiriki mashindano ya kucheza na hasa kutoa vipaji vyao. Ilikuwa ni furaha iliyojaa uwanja mzima, vicheko, makofi na tabasamu visivyoisha. Chakula cha pamoja kilifuata. Wageni na watoto walikaa pamoja wakifurahia mlo uliotayarishwa kwa upendo, huku ikishuhudiwa hali ya mshikamano, mazungumzo yenye matumaini na furaha ya kweli. Kisha shughuli ya kukabidhi zawadi ikafuata, ambapo zawadi zote ziligaiwa kwa utaratibu, huku watoto wakifurahia na kuonyesha shukrani kupitia tabasamu, nyimbo na shangwe.
Da Florida pamoja na watoto. Hii ni hela, sema hela. Shekeli, sema mane. Yen, sema dola. Pesa. So hii hawa na ambao wapo hapa wamechanga hii pesa ni kwa ajili ya mahitaji yenu watoto. Kwa ajili ya nini? Sasa usiende kumfuata Da Florida kama tumepewa nataka dundo la kanisani. Na wewe umesema unaenda kambi form 4, hela yako iko hapa. Ya miezi yote hiyo mpaka hapo utakapofika. Ulisema 200 na ngapi na 40 sio? Wewe uliomba 100 na ngapi? Na 50 kwa ajili ya masomo yako. Hii mkononi ni milioni 1 na 500,000. 1.5 ambayo watu wamechanga. Kwa hiyo utakapotoa ya huyu na ya huyu, kinachobaki wewe ni mzazi. You know mapungufu ya hapa na nani anataka nini. Kwa hiyo karibu sana. Yes. Kwa kweli na kosa la kusema, lakini mmetuonyesha upendo mkubwa sana sana. Yaani hivyo tunawapenda na Mungu awabariki. Hamjapoteza bali mmepanda. Yes, mmepanda. Hata watoto ambao walikuwa wamekuja hapa wamekuwa witness. Niliwaambia ukiomba sana na ukifanya kwa bidii Mungu atakuona. Alinifuata yule foto akaniletea ile form. Nikaambia mwamini Mungu utapata. Hajapita hata wiki. Nikaambia una uhakika sasa hivi kwenda shule kwa hatuna stress na Fortunatus. Kwa hiyo Mungu awabariki. Katika moja ya nyakati za kusisimua, baadhi ya watoto walieleza ndoto zao. Nataka kuwa daktari, alisema mmoja. Nataka kuwa mwalimu mkubwa, alisema mwingine. Ndoto zao kubwa ziligusa mioyo ya wote waliokuwepo. Wana Orphan Foundation mwaka 2025 tulipata pigo la kuondokewa na mmoja wa memba mwenzetu, Frida Makere, maarufu kama Fifi. Pia tulipata nafasi ya kumuombea katika charity hii. Mwishoni mwa siku kulikuwa na kauli ya shukran kutoka kwa mwakilishi wa kituo, alieleza furaha na faraja walioipata kutokana na ujio huo. Pia timu ya Orphan Foundation walitoa neno la matumaini, wakiahidi kuwa huu si mwisho, bali ni mwanzo wa safari ndefu ya kushirikiana kwa ajili ya watoto hawa. Kwa kweli nashukuru sana, tumefurahi sana. Yaani imefika wakati unakosa cha kuongea. Unaona vile ambavyo watu wana upendo, kama unaona pia hufanyi kazi peke yako. Kuna watu ambao unafanya nao kazi. Kwa ni jambo la baraka kwa sababu wamebarikiwa na wamefanya baraka kwa watu wengine. Tunawashukuru sana kwa upendo wao. Tunawakaribisha zaidi na zaidi. Kwanza naitwa Rajabu Msangi, ni miongoni mwa members wa Orphan Foundation. Kiukweli ni furaha, ni kitu cha kipekee sana. Kwa siku zote nasema kila siku ambapo Orphan wanafanya mimi najifunza. Na leo nimeondoka na kitu kimoja. Kuna umuhimu mkubwa sana kwa sisi vijana ambao tunapotengeneza familia tuwe na utaratibu wa kufanya hiki ambacho kinafanyika kwenye Orphan Foundation, kutembelea watoto. Leo imekuwa furaha kubwa sana kwangu kwa sababu moja, ni kitu ambacho tumekitembelea, tumeamka nao, tumeshinda nao, tumefurahi nao, tumekula nao. Kwa kweli shukrani za dhati nizipeleke kwenye uongozi wa Orphan Foundation kufanya kitu kama hiki kwa siku ya leo. Na jisikia furaha sana kushiriki leo charity hii. Tumekuja wengi sana, watoto wamefurahi pia. Nimejisikia furaha kwamba lengo letu limetimia siku ya leo. Hivyo na shauri watu ambao bado hawajapata na jambo hili, yani hawajafikiwa na hicho tunachokifanya, karibuni sana. Tunapokea memba wapya na tuendelee kuwahimiza watu kuwatembelea watoto yatima. Wanatuhitaji sana sana zaidi ya tunavyofikiria. Kitu ambacho naweza shauri jamii au kuiomba jamii kuwa na tabia ya kutembelea katika vituo na kujua kuwa watoto yatima wanatuhitaji sana.